baada ya Debbie kusema hatawahi kuja hapa tena kwa mtandao amzungumzie DCI Fred. Since that time, the situation of Debbie is getting even more worse the way hakutarajia. Manake alikuja tu kwa mtandao akajielezea, akasema yale yote yenye alikuwa anasikia ni vyema kwake yeye kuyasema. Kila mtu aliyasikia na kila mtu akaweza kutake in hayo maneno vile aliona itakuwa ni vizuri. Kuna wenye walimtusi, kuna wenye walimtukana, kuna wenye walimpea huyo Debbie wakampa Bwana ambaye ni bravo. Kuna watu ambao walikuwa it's like they are buying the idea ambayo Debbie ako nayo. So by now vile ninawaambia hivi, the situation ya Debbie is getting even worse than it was. So my good people, andamana pamoja na mimi mpaka mwisho wa hii video niweza kukuelezea how Debbie ameweza kuwa exposed and how mambo yake imeharibika. While yeye alikuwa anafikiria mambo yake anaenda kuyachenga na yawe mazuri. Good people, kama unaangalia hii video na hujaweza kusubscribe kwenye hii YouTube channel, naomba uweze kufanya hivyo, na utakapofanya hivyo ubarikiwe na tuendelee kusonga mbele sisi sote pamoja. Yes, good people. Kama kawaida, kama ulikuwa unaangalia hapa, sitaweza kuexplain sana Debbie ni nani. Nafahamu unamjua. Vile alitokelezea mpaka akakuja kwa Senior Dave, unamjua. Akakuja na many allegations to a point. Kama sisi tulikuwa tunajua wamekosana na DCI Fred. So kama if there was a grudge, alikuwa a hold a grudge between yeye and DCI Fred. But to make matters more worse, huyu msichana akawa ameingilia mpaka Senior Dave. Akawa amekuja kwa platform fully equipped. Akakaa akatulia, akaanza kusema hivi. Yes, Senior Dave ana act. Hizi mambo sote ambazo mnaona hapa, they are scripted, they are acted. Lakini hatukumuelewa vizuri. Malaika wa nuru akamwambia, hebu nipe evidence ya hii mambo yenye unazungumza. Nami nikacha nikamwambia, tafadhali, kama unatuambia hivi vile unatuambia, hebu tupatie evidence. Provide an evidence ili tuweze kujua kweli kile ambacho unakisema ni kitu kenye kiko. Hakuweza kupata evidence. From the look of things, it's as if alikuwa anasema DCI Fred ni msaliti. Maana yeye anasema kile kitu ambacho anakijua kuhusu scripting ni DCI Fred alimwambia. That is how alisema. But to provide an evidence, no. Hakuna evidence aliyoilete hata kidogo. Vile mimi nilimsikiliza. So, mambo ikasidi ikaendelea kuchemuka to a point. Akacha sasa tena kwa mtandao. Akafanya tena video nyingine hapo, alikuwa anasema eti kumechemuka. Let me tell you, I'm going to tell you. Akasema finally ukweli wa mavingumu Abdara na Bravo ndio huu hapa. Lakini mimi nilipokuwa nasikiliza hiyo video, amezungumza ndio, kama umeweza kuona hiyo video, maneno mingi sana. But kilichonivutia kwanza ni comment section. Nikasema wacha kwanza nipitie hapa comment section. What's happening? Unajua, kama unataka kujua what is the mood, unaenda to the ground. That is when you will understand the mood ni gani. And that is where mambo ya Debbie, the situation ilienda more worse. Because mimi mwenyewe kama Amanya nilikuja nikawaambia hold on kidogo. Tutulie. Mambo ya kumtusi huyu Debbie angarau tuweke kando kidogo, tumsikilize kama ako na agenda. Alipokuja kufanya ile video wakati ameulisiwa na Malaika wa Norway, hapeana an evidence ya kusema hiyo mambo ambayo anayazungumza yako kweli. Unajua kile chenye alienda kuprovide
ndio sasa alienda kuyakanyaga kabisa. Kama kuna yule mtu mwenye aliruka mkocho na akakanyaga mavi ni yeye. Maana alikuja akatuambia eti that woman ambaye alikuwa amekaa mbele ya gari, Sinedefu akiwa na drive, akamwambia ikawa ni mchawi, eti alikuwa ni yule bibi ya pastor, which is a lie. Ambaye alikuwa ni yule bibi ya OCS, ambaye ni bibi ya yule mchawi, yule mwenye ameokoka. There is a time yule mwanamke yule bibi ya OCS akakuja akafanyia Sinedefu uchawi mpaka akamuingisha kwa gari, mpaka akaipa pesa ya Sinedefu. Yeye akatuambia huyo mwanamke ni yule bibi ya pastor, yule wa kusindiria. Hapo sasa ndio mambo ikachemuka, watu wakasema no. You don't know what you are talking about. Those are two different women's. Watu wanaona na watu wanajua. Hapo sasa alichikaanga na mafuta yake mwenyewe. So nilikuwa napitia this comment section, nikaona watu wanasema huyu ni spirit ya umaraya ndio inamsumbua. Oye, Setani si uchipe shughuli agent wa mavi ngumu. So it's as if watu walichukulia wakaanza kumuita yeye ni agent wa mavi ngumu. Na wewe hauna kitu ngine ya kuongelea, toa Fred kwa midomo yako. That is somebody ambaye anamwambia toa Fred kwa midomo yako. Mwingine anamwambia na wewe unaunga, anaandika nini? Na wewe unaanga aibu. Ukweli umejitokesea na bado unakuja kusema watu wako. We mwanamke mchawi, tulia, toa akina Sinedefu na Fred kwa midomo. Watu wanamsuta, wanamwambia toa DCI Fred na Sinedefu kwa midomo yako. Yani ni kama mambo sasa ndio imechemuka kabisa. Wakati alikuwa amesema itakuwa ni mara ya mwisho yeye kuongelea kuhusu DCI Fred, lakini akajipata tena amerudi hapo kuzungumza mambo kama hayo. Hapa ndio sasa mambo ilimchemukia, mpaka wengine wanamwambia wewe uoni aibu kuzungumza mambo kama hayo hapa? Uoni aibu umebaki peke yako? It is better uachane na hayo mambo ambayo unazungumza hapo. Watu wamemsuta hapo vibaya mno. Debbie, wewe ni mchawi. Wewe ni mjumbe wa wachawi. Lakini kwa jina la Yesu Kristo mmeshindwa. So my question was, Debbie ni mchawi kweli? Ama Debbie ni agent wa mavi ngumu? Maana sometimes watu wanasema ukweli unauma. Na kama Debbie alikuwa ameambia Sinedefu, wakati walikuja wakazungumza, they only talked that there is a lady ambaye alitumwa na mavi ngumu kuja kuwalipo mambo ya DCI Fred. Hawakusema ni nani, but this lady akatokelezea akaanza kupinga those statements. Na hapo sasa ndio watu walianza kuingilia, wakasema okay, kumbe you are the lady ambaye anakuwa spoken about, mwenye anazungumziwa, kumbe ni wewe. Ndio manake umesikia hasira, umesikia uchungu na umekuja kujidefend. So I think back on the mind of this lady Debbie, alikuwa anadhani atakapokuja asungumuze, awambie ukweli yake, na awambie huyo mwenye anaye tajwa hapo eti ni mchawi, alichukua boxer ya DCI Fred, sio mimi. I think alikuwa anafikiria atakuwa amejisavisa aonekane yeye sasa yuko sawa. But to make the matters worse, ndiye ameharibu zaidi. Kama ni ile kutusiwa, ndio kumechacha sasa. Anyway, my good people, mambo imechemuka. That is how the situation is. And the situation ya huyu msichana sasa inaendelea kuwa worse. Maana mimi nilikuwa nafikiria matusi itapoa, at least mambo irudi iwe sawa, but mambo yameharibika zaidi. One advice to this lady,
comment on the comment section ili tuweze kumsaidia. Maana mimi naona hivi karibuni anaenda kupotea. Kama uko na comment, yani uko na any advice unaweza ukampatia, weka kwa comment section. And my good people, mbarikiwe. Kama uja subscribe. Let us wait for another video which is coming, and I'm coming up. Mbarikiwe na muwe na wakati mwema.